Maisha yake Amani, mwendelezo, baada ya maisha mingi ya kujitolea. Machozi na mapambano ya masomo, Amani hatimaye alikabidhiwa cheti chake cha udaktari. Jukwani alisimama kwa fahari huku machozi yakimtoka. Sio machozi ya huzuni bali ni ya furaha. Alikuwa amefikia kilele cha ndoto yake licha ya changamoto za maisha ya utotoni na mitihani ya kijamii. Amani aliamua kurudi kijijini kwao, mahali ambapo ndoto yake ilizaliwa. Alijua kuwa bado kuna watoto wengi waliokuwa na ndoto kama zake, lakini walikosa msaada. Alifungua kliniki ndogo ya kijamii akitumia akiba yake na msaada kutoka kwa insani. Alitoa huduma bure kwa wazee, wajane na watoto. Ingawa sasa alikuwa daktari, lakini maisha hayakuwa rahisi. Alikabiliana na ukosefu wa vifaa, wagonjwa wengi na upinzani kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kijiji waliotaka huduma hizo ziendeshwe kibiashara. Lakini Amani hakuwa tayari kusalimu amri. Alisimama imara, akilinda maadili ya jamii shule. Katika moja ya semina za afya alizokuwa akiziendesha, alikutana na Daktari Jenny. Jenny ni daktari mtaalumu wa afya ya akili. Urafiki wao ulianza kwa mazungumzo ya kitaalamu, lakini ukaja kwa mizizi ya kimhemko. Kila mmoja alikuwa na majeraha ya kihistoria, lakini walikuwa na ndoto ya kuleta mabadiliko. Upendo wao ukawa taa iliyowasha matumaini mapya. Miaka mitatu baadaye, kliniki ya Amani ikaja kuwa kubwa na kuongezeka kuwa na vitanda, mahabara na duka la dawa. Alikuwa sasa akitoa ajira kwa wahitimu vijana na kuendesha vipindi uhamasishaji mashuleni. Serikali ilimtunuku kwa mchango wake kwa jamii. Ndoto yake haikubaki kuwa ya kibinafsi, ilikuwa mchango kwa wengi. Katika bustani ya nyumbani kwake jioni moja, akiwa na Daktari Jenny na watoto wao wawili, Amani alikuwa ana furaha pamoja na familia yake. Hatimaye sasa ana kitu ambacho hakuwaga kuwa nayo utotoni, amani ya kweli. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.